Karibuni tena katika dokumentari yetu nzuri ya kusisimua na ya kushangaza pia, na maajabu mengi ambayo utashuhudia ndani yake. Bwana, leo tupo nchini Ethiopia. Tumekuja kuangalia, tukakutana kabila moja linaloitwa Wahama au Hama tribe. Bwana, kabila hili ni la kiasili, linapatikana huko kusini magharibi mwa Ethiopia, hasa katika eneo linaloitwa Omo Valley. Ni jamii maarufu sana duniani kwa utamaduni wao wa kipekee, mavazi ya shanga na sherehe zao za kuvuka utu uzima. Hapa nchini kwetu Tanzania kuna makabila mengi, lakini hawa Wahomo walioko Ethiopia kidogo ni watofauti. Kwa watu hawa wenyewe wanajihusisha na ufugaji. Maisha yao mengi yanategemea ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo. Ng'ombe kwao ni kitu cha thamani kubwa sana, ni kama alama ya utajiri, heshima na maisha. Hawa wanapatikana, umeshasema, kusini magharibi mwa Ethiopia, ambapo kwenye Omo, katika mto Valley, karibu na mto Omo. Mikoa yao yote ya kusini mwa Omo Valley wanaongea basi lugha gani? Hao wenyewe wanaongea Kihama, lakini ile kabila ni kabila namba moja sana ya Ethiopia. Lakini kwa nini tunasema wanaongea Kihama? Lugha hii ni ya familia ya lugha ya Kushi. Familia ilikuwaje mpaka lugha yao ikasambaa kwa namna hii? Nasema kama zilivyo baadhi ya lugha za Ethiopia tofauti na nyingine nyingi, lakini lugha hii ya Kihama ilitokea katika familia ya Kushi. Lakini hao watu hatujajua sana wanakula vitu gani. Mtu angalie, chakula chao kinategemea mifugo pamoja na mazingira waliopo, ambayo kuna maziwa ya ng'ombe, nyama hasa kwenye sherehe na matukio maalum, mtindi. Pia kuna nafaka kama mahindi na mtama. Nafaka hizi wanazipata wakipata kutoka kubadilishana bidhaa kwa bidhaa. Kwa sababu hiyo kabila hili bado halijaacha zile zama za kale kubadilishana bidhaa kwa bidhaa. Penda mchele wa alizeti, labda ng'ombe kwa katoni za maji. Lakini hatuwezi kufikia huko. Wakati mwingine hawa watu wanakula sana asali. Lakini mazingira yao ya maisha yakoje? Kwenye upande wa malazi, nyumba za Wahama ni za kitamaduni, zinajengwa kwa matawi, udongo pamoja na nyasi. Kama kawaida ya makabila mengi ambayo tumeyaona, zinajengwa kwa matawi, udongo na nyasi za mviringo au nusu mduara, lakini pia ni ndogo na ni za familia moja tu, ambazo zina uwezo mkubwa wa kuhamishika kutokana na malisho ya mifugo, kwa sababu kabila hili lina namna ya kuhamahama kila wanapoenda. Kwa hiyo sasa, hili kabila linatengeneza nyumba zake na jinsi utengenezaji wao zinategemeana kutokana na familia fulani, ambayo familia hiyo ina uwezekano mkubwa wa kuhama na ng'ombe, mifugo yao, kutokana na namna na wakati, iwe ni masika au kiangazi. Hawa Wahama wanajulikana sana kwa mavazi yao ya kuvutia, mavazi mazuri. Wanawake wenyewe, sketi za ngozi ya mbuzi iliyopakwa mafuta, shanga nyingi shingoni, mikononi na kiunoni. Nywele zinapakwa udongo mwekundu, ambapo hizo tunaweza kusema okre la sibata. Lakini kwa wanaume wanavaaje? Wenyewe mara nyingi huvaa ngozi za wanyama, wengine huvaa shuka rahisi, wengine wanaweza kubeba fimbo kama ishara ya ulinzi na heshima. Hii ni jamii moja ambayo duniani bado jasiri wa kijana pimo kwa kuruka juu ya migongo ya ng'ombe, ambapo mavazi ya wanawake yanazungumzwa hadithi ya maisha, na ambapo ng'ombe si mali tu bali ni uhai wenyewe. Hii utashangaa, vijana katika kabila hili wao wana tabia ya kufanyiwa sherehe kabla ya kuvuka utu uzima, ambaye sherehe hizi zinaitwa bully jumping, ambayo wenyewe wanasema ni kuruka ng'ombe. Huwa zikoje? Kijana anapofikisha umri ingia utu uzima kwa ajili ya kuoa na kuanzisha familia yake, lazima sherehe ifanyike. Wanawake wanakusanywa pamoja na familia tofauti pale ndani ya kijiji. Afrika! Ambapo sherehe hizi ni sherehe ambazo ni maarufu sana kwa Wahama. Nasema bully jumping, hii ni sherehe ya kijana kuingia utu uzima. Kijana lazima aruke juu ya migongo ya ng'ombe kadhaa zilizopangwa mstari. Akifaulu anakuwa mtu mzima na anaweza kuoa, lakini akishindwa atarudia zaidi na zaidi mpaka aweze, na akishindwa akaumia watampatia matibabu, na baada ya muda fulani watarudi tena katika sherehe zile.
kwa sababu kijana inasadikika katika kabila hili kijana hatakiwi kukaa bila kuoa, na akifaulu anakuwa mtu mzima na anaweza kuoa. Pia wanawake familia yake pigwa mijeledi midogo, ishara ya kujitolea na heshima ya kijana. Baada ya hapo kuna sherehe kubwa, ngoma na pombe ya kienyeji. Kwa namna hii utaona video za wanawake wanaochapwa viboko hapo juu. Wanawake hawa wanapokuwa wanachapwa hivi, ni familia ambayo kijana anatakiwa aoe, na ni lazima wachapwe kutokana kuonesha na vile umahiri na heshima kwa namna kijana wao alifanya. Ukiendelea, hawa mahari zao haswa ulipo kwa ng'ombe. Mwanamke anaweza kuwa na shanga maalum kuonesha hali ya ndoa. Wanaume wanaweza kuwa na wake zaidi ya mmoja, ambaye Kiingereza inaita polygamy. Wenyewe wanafuga ng'ombe, mbuzi na kondoo, uwindaji mdogo, kubadilisha bidhaa na makabila mengine, na utamaduni wao kwa ujumla. Wanaheshimu sana familia yenye ng'ombe wengi. Haina utofauti na Wasukuma, kwa sababu Wasukuma wenyewe huwa na ng'ombe wengi, huwa na ardhi kubwa, ndio utajiri. Ni sawa na kabila la Wahama. Hili nalo itakushangaza. Kabla ya mwanamke kuolewa, huwa wanamvalisha mavazi ya ngozi, ambapo mara nyingi baada ya kumvalisha wanamvika kuanzia juu mpaka chini. Baada ya kumvalisha, nywele zake wanazipaka, wanachanganya udongo pamoja na siagi kwa ajili ya kumpaka kwenye nywele, ambapo ndio maana unaona nywele zao zinakuwa zina rangi kama ya udongo. Wanachokifanya, wanachukua mafuta ya ng'ombe ambayo alianika kutoka juani, wanaanza kumpaka yule mwanamke na kumpaka mwili mzima kuanzia usoni mpaka miguuni, ili yule mwanamke aonekane anang'aa au ana nuru fulani ya tofauti ambayo haiwezi kuelezeka kwa namna moja ama nyingine. Atakapokuwa juani atakuwa anang'aa. Hata yule mwanaume ambaye anayemuoa akiwa kwa mbali ana uwezo wa kumuona vizuri. Mwanamke akiwa anatoka katika jamii yake au katika familia yake, kunakuwa kuna huzuni kubwa ambayo anaiacha katika familia. Wanafamilia wake na pamoja na ndugu wanaomzunguka huwa wanajisikia vibaya sana, wengi wanaumia, na huo ndio wakati wa unyonge na upweke katika familia yake. Lakini hana budi, lazima aende, kwa sababu hilo ndio chaguo ambalo limetokea. Kwa sababu familia hizi baada ya mwanaume kuruka ng'ombe na kufikia hatima ya yeye kuoa, huwa ana tabia kuchaguliwa mke kutoka familia yoyote.
Kwa hiyo unakuta mwanamke aliyeolewa anakuwa kuna chuma anavalishwa kwenye shingo kuonesha ishara ya upendo, lakini inapotokea yule mwanaume amekufa, ile chuma huwa wana tabia ya kukibandua na kukitoa shingoni mwake, kwa sababu wanapokuwa wanafunga kile chuma inamaanisha hii ni ishara ya upendo baina ya yule mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo mwanamke lazima avae chuma shingoni. Lakini kwa ufupi ukielezea kuwa jamii ya wafugaji wa Omo Valley au Wahama walioko Ethiopia wenye utamaduni wa kipekee na sherehe zao za kuruka ng'ombe ambayo tunaziita bull jump au kwa jina lingine unaita kuruka ng'ombe. Pia na mavazi yao ya shanga na maisha yanayowazunguka mifugo kama msingi wa kila siku. Lakini kwa kumalizia, tunaweza tukasema Wahama ni mfano wa jamii inayohifadhi utamaduni wake katika dunia inayobadilika haraka. Ni watu wanaoishi kwa uhusiano wa karibu na asili, ambapo kila kitu, ng'ombe, ardhi na mila, vina maana ya maisha. Katika Omo Valley, maisha si tu kuishi, ni urithi unaoendelea kizazi hadi kizazi. Kama ulipenda hadithi hii ya Wahama Tribe, usisahau kusubscribe, like na share zaidi kwa documentary za tamaduni za Kiafrika na mengine mambo mazuri zaidi na zaidi yanakuja. Usiondoke. Commendation video ambayo inayofuata naweza kushauri endelea angalia tena katika channel hii Sauti Hub Africa. Kuna documentary nyingi zaidi, angalia uweze kuelewa na kujifunza mambo mbalimbali ambayo dunia ya leo wameweza kuvisahau. Asante.